Bwana Yesu asifiwe. Sherehe safi. Wamama mpo? Amina. Nimepewa kuzungumza juu ya somo la usafi. Ninaitwa Madam Neema, nimeokoka na mpenda Yesu, ni mke wa mume mmoja, ni mama wa watoto wawili. Amina. Binti yangu mzuri mrembo, nimekupenda. Umependeza. Na umevaa gauni jeupe kuonyesha ishara ya usafi. Amina. Ninaposema usafi ni tabia na mwenendo unaompendeza Mungu na kumheshimisha mwanadamu. Kwa hiyo unapokuwa msafi unakuwa na heshima. Lakini pia usafi umegawanyika katika makundi mengi. Lakini kwa sababu ya muda nitazungumza makundi matatu: usafi wa kiroho, usafi wa kimwili na usafi wa mazingira. Sasa kuhusu usafi wa kiroho sitazungumza sana kwa sababu ninaamini umelelewa katika mazingira ya kiroho tangu ukiwa mdogo, unajua kusali, unajua kusoma Biblia, unajua kufunga. Lakini sana sana nitazungumzia kuhusu usafi wa kimwili. Wamama, Yesu asifiwe. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumzia kuhusu usafi. Kila mwanamke afanye hivi. Mtanisamehe, mimi ni mwalimu. Alafu nusa kidogo. Hicho unachokisikia ndicho ninachokizungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipomuumba mwanamke alimuumba katika mazingira ya kuwa msafi. Na usafi wa mwili ni muhimu kwa mwanamke. Na usafi unaanza kwa mwanamke. Wamama mtakubaliana na mimi kwamba watoto wavivu sana kuoga ni watoto wa kiume. Kweli si kweli? Yaani mtoto wa kiume mpaka umshikie fimbo, lakini mtoto wa kike anaingia bafuni. Sasa rafiki yangu, binti yangu, mdogo wangu Dorcas, nataka nikufundishe usafi. Kwanza usafi wa jikoni. Mtanisamehe nimekuja na vitendea kazi. Mwanamke ni jiko. Yule baba kitu cha kwanza anachohitaji kutoka kwako ni kula chakula kizuri. Ashukuriwe Mungu mama amekupa vyombo. Vile vyombo ukavitumie kwa usahihi. Hakikisha unampa mume wako chakula kizuri kilichoandaliwa katika mazingira mazuri, mazingira ya usafi. Bwana Yesu asifiwe. Sio unachukua chombo hakijafutwa, chombo kina michirizi ya maji, chombo glasi ukitazama hivi unaanza kuona ramani ya Afrika. Hapana. Hakikisha unapopeleka maji ya kunywa kwa baba unafuta chombo, unafuta glasi kwa kitambaa safi, sahani kwa kitambaa safi, ndipo unamkaribisha mmeo. Ninazungumzia usafi wa jikoni. Jikoni wa mama wengi tukichukua makopo yetu ya chumvi. Wewe ni shahidi yana hali gani? Tena ni kopo la Kimbo. Yesu atusaidie sana. Lakini uzuri mama amekupa vyombo vizuri vya kwa ajili ya kuwekea chumvi, si ndio? Hakikisha vile vyombo vinakuwa safi. Futa vumbi, vioshe vizuri, weka sehemu sahihi. Wamama wengi dasta yetu ya kuoshea vyombo tunayajua salfeti zilizokatwa. Kweli si kweli? Halo? Mcheke basi kidogo, mbona mmenuna? Kuna mama sasa hivi ukienda kwenye chombo chake cha kuoshea vyombo ukinyanyua ile unakutana na michirizi. Sabuni imeshalegea. Ndio anaosha vyombo haraka haraka. Mdogo wangu Dorcas, kuna vyombo vya kisasa vinatumika kuoshea vyombo. Osha vyombo vizuri kwa sabuni nzuri, vitakate, futa, weka kabatini. Yesu atusaidie sana. Lakini pia jikoni wamama wengi tuko rafu. Dorcas, chombo kichafu hakitakiwi kulala. Ukimaliza kumhudumia baba chakula, osha vyombo, acha jiko lako katika hali ya usafi. Ukimaliza nenda kapumzike. Hakikisha ukimaliza kupika unaondoa uchafu ulioko jikoni, ulioko pembeni ya jiko, jiko linabaki kuwa safi kwa sababu mwanamke ni msafi. Hata baba atamani kukaa na wewe jikoni kupika. Haleluya. Lakini pia kwa sababu ya muda nitazungumzia pia usafi kwenye masuala ya mwili. Dorcas, mwanamke anatakiwa kuoga povu ngapi? Povu ngapi? 3. Wamama ngapi? Sio unaenda na sabuni ya jamaa shwa umemaliza. Kuna sabuni nzuri za kuogea. Tafuta sabuni nzuri ya kipande, oga.
Ukimaliza paka shower gel, oga. Ukimaliza fanya scrub ya mwili, oga. Ukimaliza jifute, paka mafuta, pendeza. Nenda kwa mume wako ukiwa unanukia. Mwanamke kufanya nini? Mwanamke kufanya nini? Sio unaenda kwa mume unanuka moshi. Sio unampokea mume unanuka samaki. Nenda kwa mume wako ukiwa unanukia. Ukiamka asubuhi kitandani, baada ya kusali, break ya kwanza bafuni, takata, paka wanja wako vizuri, paka lipstick vizuri, nenda kamwamshe baba. Utaona jinsi atakavyokumwagia hela. Lakini pia kwenye usafi, unapotoka kuoga, wamama wengi tunaoga na vitenge. Ukitoka kuoga unaoga na nini? Na kitenge. Lakini Dorcas mdogo wangu, ninakupa taulo nyeupe. Hii hapa. Jifunge. Sawa Wanaume wengi wanapenda vitu visafi. Na ndio maana wakiwa nje wale wanaitwa nini? Michepuko. Iko makini sana kwenye kuwahudumia wale wa baba. Lakini mume wako akifika, unapotoka bafuni usitoke na kitenge lekundu. Vaa taulo yako nyeupe safi. Ukigeuka huku mambo imo. Ukigeuka humu imo. Ukifanya hivi pananukia. Ukiinama hivi baba anaitika. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo enda ukawe nini? Ukawe msafi. Lakini yule baba ni mtoto wako wa kwanza. Wanaume wengi wana shida ya kunuka miguu. Imani utanisamehe. Wanaume wengi wana shida ya kunuka nini? Miguu. Mama amekupa beseni. Chemsha maji ya uvuguvugu. Weka karafuu, ichemke. Mvue baba socks. Weka maji. Mloweke miguu. Baada ya kumloweka ile miguu, chukua sugulio hili hapa. Sugua miguu ya baba. Yaani wamama mngekuwa mnanielewa, mngekuwa mnapiga makofi. Au hamfanyaji hivyo? Mbona mnanishangaza? Au mimi naongea mautopolo? Mwanaume anasuguliwa miguu, sio akishika shuka linachanika. Haleluya. Chukua nail cutter, kata kucha za baba. Kama miguu yake ina changamoto, utakapokuwa unamuosha kwa karafuu, ile changamoto inakuwa inafanya nini? Inaisha. Lakini baada ya hapo mpake mafuta ya nazi. Haleluya. Miguu yake iteleze na uzuri una glow. Nimeangalia miguu yake, Dorcas miguu yake inang'aa. Kuna mwanamke hapo nikimwambia nyanyue mguu, halo. Kila mtu ananijua, ina magwambala kama samaki. Dorcas sio wewe. Wewe uko smart. Mwanamke ni oily. Uglow kuanzia kichwani mpaka miguu. Yaani baba akikuangalia anaitika. Kila saa issue imefanya nini? Yaani akifika nyumbani, akikukumbatia tu anakimbilia chumbani kwamba Dorcas ananiita. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha miguu ya baba inakuwa safi. Socks. Asirudie socks mara ngapi? Mara 2. Akija nyumbani fua, mpe socks zingine na ukanunue socks kwa dozen. Sawa Asiwe na socks ngapi? 2. Lakini kingine wanaume boxer. Hawafuagi. Wakufua ni wewe au uongo? Na kuibia siri. Kuna wababa boxer zao katikati zimechanika. Na mama yuko hapa amepaka makeup aibu yako. Dorcas, kanunue boxer za kutosha nzuri, quality kwa ajili ya mume wako. Zifue vizuri, zinyooshe vizuri, panga kwenye kabati. Yaani tafuta kitu special cha kuziweka. Asivae boxer mara ngapi? Yaani inawezekana mume wako tangu Jumapili boxer anayo na hushtuki aibu yako. Wewe mwenyewe nguo zako za ndani. Kitaalamu wewe ni daktari. Nguo za ndani mwanamke hatakiwi kuvaa zaidi ya miezi 3, si ndio? Zikipita, yaani tafuta nguo zako nzuri ambazo ukivaa una hakika yule baba sio maronya 1000. Mwanamke chupi ya 1000 ni ya zamani. Nunua 5000, 10000 huko kuendelea. Si unanielewa? Vile vibikini vile, jamani, bikini sio dhambi. Unajua shida ya walokole, tunachukulia ndoa kama vile ushamba. Na ndio maana shetani anatupiga bao. Dorcas mwanangu, nenda kawe mwanamke wa kisasa unayempenda Mungu na kumpenda mume wako katika mazingira ya usafi. Fua boxer. Fua vesti. Halo. Kafue nini? Vesti. Shuka la mwanamke ambaye ameokoka anamjua Mungu hazilaliwi zaidi ya siku 2. Yaani kila baada ya siku 2 mama toa shuka. Ulikuwa hujui kufua, mama akajue kufua.
Yaani wamama mngepiga makofi, kumbe mnalalia wiki nzima shuka nyie. Yaani kuna mama tangu mwezi wa 6 shuka ni ile ile, lina madoa kila mahali. Aibu yako. Dorcas, shuka zinatolewa kila baada ya siku ngapi? 2. Tenga mashuka ya wageni na mashuka ya chumbani kwako. Nimekupa taulo, uwe na taulo lako, taulo la mume na taulo za wageni, usichanganye. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kingine, Dorcas, mwanamke, wewe ndo mhimili wa nyumba. Yaani ukitaka yule baba awahi kuja nyumbani, wewe ndo utasababisha aje kwa usafi uliokuwa nao. Hakikisha unapiga mswaki asubuhi na jioni kabla hujaenda kulala. Lakini ukifanya hivyo, hakikisha na yule baba hata kama hataki, kwa maneno yako mazuri, ikibidi mwambie baba, panua mdomo upitishe nini? Mswaki. Bibi amesema akifanya unakimbia. Dorcas, yule baba meno yake yawe masafi. Kingine, masikio. Mwanamke aliyemsafisha mume wake masikio wiki hii anyoshe mkono. Hakuna. Mama, kanunue zile pamba za masikioni, msafishe baba kwa upendo, kwa maneno mazuri. Mwambie nakupenda mume wangu. Atakuwa anacheka lakini mfukoni atatoa hela. Haleluya. Mwanaume, nenda kamnyoe huku. Sawa Mnyoe huku na wapi? Na hapa. Nyie wa mama mnacheka, mnajua mna misitu. Nilikuwa nakuja na mume wangu hapo akaniambia ukitoka huko ukitoka huko. Mama tunajisahau. Hivi mara ya mwisho umemnyoa yule baba ni lini? Au ndo akimaliza mpaka utafute, unajua zinakuaga kama stili waya afu uchanganye na yale maziwa, utafute osheo usugue. Wamama mkatafute zile nini, zile sheva. Tena nimepata hizi za bei rahisi makusudi kabisa, ili wewe ambaye hujamnyoa mume wako uende ukamnyoe. Si shilingi 500 hizi. Haka nimekanunua si shilingi ngapi? Shilingi 2000. Viko 6. Hapa kuna mama akifanya hivi ana nini? Stili waya. Zimebadilika, zimekuwa nyeupe. Dorcas, yule baba hapa na hapa, na wewe hapa na hapa. Unafanyaje? Tafuta nguo yako maalum, kama ni mtandio, kama ni kanga. Mtandikie kanga chini. Mwambie mume wangu lala. Lakini wakati analala, hakikisha kuna karanga pembeni, kuna korosho pembeni, au karanga za mayai, au nazi. Vile vitu vya kufanya nini? Manake ukitoka hapo shughuli si haba. Anacheka, anaelewa. Wewe unayenishangaa shauri yako. Akisha lala. Si unanisikia? Akisha lala, unamnyoa kabla ya kumwandaa. Halo. Akisha lala, unaweza ukatengeneza povu la sabuni ukampaka. Ukimaliza unafanya nini? Unalima. Tunasema tunakwangua bustani, sawa? Bustani ya Edeni. Ukimaliza nimekupa mafuta ya nazi, mpake. Lakini kabla hujampaka, nakupa kitambaa hiki hapa. Najua mama naye amekupa. Nimenunua vitambaa hivi hapa makusudi kabisa. Japo nimekosa rangi nyeupe, ila hii si haba. Hakikisha kabla hujamnyoa, chemsha karafuu. Sawa? Tumbukiza kitambaa. Kikiwa na uvuguvugu, uanze kumkanda baba. Sawa Baada ya kumaliza kufanya nini? Kumnyoa. Ukishamkanda, mpake mafuta. Alafu utakuja kunipigia simu, Madam Neema, somo nimelielewa. Haleluya. Haleluya. Kwani natenda dhambi? Mbona mshangilii? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Dorcas mdogo wangu, mke ni manukato ya mume wake. Yaani wewe ndio unaweza ukasababisha yule baba akaheshimiwa au akadharauliwa. Sasa hebu mfanya yule baba aheshimiwe. Akiheshimiwa kule, akija nyumbani atamwaga nini? Noti. Atakuheshimu utakapoamua kuwa msafi. Jamani, usafi wa chooni. Kuna mama ameondoka hapa tangu asubuhi, kile choo tiles imekuwa nyeusi. Dorcas, usiwe hivyo.
Najua wewe ni binti wa kisasa. Chooni kuna vitu vizuri. Mara nyingine unajua chooni pakiwa pasafi, unashawishika kwenda kumwogesha mume wako. Si ndio? Wakati unamwogesha utamsugua na sehemu zingine ambazo hafiki. Ila wakati unamwogesha yale maji yatamkie maneno kwamba Mungu, namwogesha mume wangu, naomba asitamani mikono ya mtu mwingine yoyote. Nenea yale maji. Unapofua boxer, nenea zile boxer kwamba Mungu, ninapofua boxer za mume wangu, naomba isisimame kwa mwanamke mwingine yeyote. Halo? Unamkata kucha, mwambie Mungu, nakata kucha za mume wangu, ninazisafisha, nasafisha miguu yake. Naomba hatua zake anapokanyaga ziweze kubarikiwa. Wewe ndio mtu wa kuleta mabadiliko ndani ya nyumba. Kwa sababu wewe ni manukato ya nyumba. Hakikisha nyumba yako inakuwa safi. Toa buibui nyumbani. Usiwe kama mama fulani ambaye nyumbani kwake kuna buibui mpaka mlangoni. Hakikisha sufuria unasugua zisiwe nyeusi. Nenda katumike kwa yule baba. Kingine cha mwisho, mkimaliza shughuli, mkimaliza kupika ugali. Mama amesema kupika ugali kuna maana nyingi. Ukimaliza, mama amesema unaloweka sufuria, si ndio? Baada ya hapo unaosha mwiko, si ndio? Sasa ukimaliza, hakikisha hivi vitambaa unakuwa navyo hata viwili chini ya mto. Ukimaliza unachukua kimoja, unasafisha mwiko wako vizuri, sio kwa nguvu. Madam Rose, asifanye hivi, utaondoka nayo. Taratibu. Sawa Taratibu. Ukimaliza, chini ya kitanda uwe na kabeseni kako kadogo kenye maji ya uvuguvugu, tumbukiza. Chukua kile chenye maji ya uvuguvugu, ufanye nini? Usafishe. Ukimaliza, mama nenda bafuni, kaoge, jimwagie unyunyu. Baada ya hapo, Mungu awabariki. Jamani, makofi na vigelegele. Familia pamoja na walimu, naomba tumpokee Mwalimu Neema wakati anashuka.